Tuambia kwenye yako. Na simkati haki ya Mungu. Watu wanalia huko. Au ni watoto wake, au ni bibi yake. Watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake. Na kijana mwingine anaitwa Rekishe. Maina Njenga ni mgonjwa au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa. Amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa. Hatujui kama anakula. Hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Kwani serikali imekuwa gani? Kwani nini? Akachukuliwa na polisi, wengine wakiwa na nguo rasmi na wengine wakiwa na nguo zisizo rasmi, na mahali ambapo wamempeleka hadi sasa hivi kama familia na kama marafiki hatujui mahali Maina Njenga yuko. Tumetembea all the police stations, tumetumana karibu all police station Kenya. Swali ambao tunauliza, Maina Njenga yuko wapi? Na mpenzi mtazamaji, karibu sana katika channel hii ambayo inazidi kukufahamisha uhondo na kukufahamisha kila matukio yanayozidi kutokea. Sasa hivi tunaona kwamba familia ya Maina Njenga imeweza kujitokeza huku akiwa na machungu pamoja na marafiki wamejumuika katika mahakama ile ya Milimani. Pale wakisema kwamba wanataka mpendwa wao ambaye ni Maina Njenga aweze kutolewa mahali ambapo amewekwa mafichoni. Huku baadhi ya familia wakisema kwamba Maina Njenga alikuwa ameenda kumtembelea babake ambaye ni mgonjwa, na hapo ndipo aliweza kukamatwa na maafisa wa polisi, wengine wakiwa wamevalia sare rasmi na wengine ambao hawajavalia sare rasmi. Huku baadhi ya mandugu na familia tunaona kwamba akiwa amejawa na majonzi, wengine huku wakilia, wengine wakijiuliza baba yao yupo wapi, mkeo akijiuliza mume wake yupo wapi. Ni swala ambalo wengi wanajiuliza amewekwa wapi, na ni kwa nini Maina Njenga amekuwa akihangaishwa na serikali ya William Ruto kila baada ya muda. Na inapojulikana wazi ni kwamba Maina Njenga hajakuwa akiwa na uhusiano mzuri au kukubaliana na serikali ya William Samoei Ruto. Kwa hivyo huenda kukawa kuna shurutisho au kushirikishwa kwa Maina Njenga na maandamano. Lakini watu wa familia wanasema kwamba Maina Njenga hakuwa amejitokeza kwa maandamano, amekaa kwa wiki 3 akiwa pale maeneo ya nyumbani kwa babake. Yeye pamoja na rafiki zake wawili waliweza kukamatwa na maafisa hao wa polisi, lakini mpaka sasa hivi haijulikani mahali ambapo Maina Njenga ameweza kufikishwa. Kwa hivyo hili ni swala ambalo limeweza kuleta tumbo joto, wengi wakijiuliza je, amepelekwa wapi Maina Njenga, huku familia ikitaka kwamba mpendwa wao aweze kurejeshwa na serikali, huku wakishtumu serikali wakisema chochote ambacho kitampata au kumvikwa Maina Njenga wao ndio watakuwa wakulaumiwa. Kwa hivyo swala hili tumeweza kulifuatilia kwa kina, lakini kijukumbuke kwamba nikikumbusha Maina Njenga na rais mstaafu ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta wamekuwa marafiki wa karibu mno sana. Kwa hivyo hili ni swala ambalo tutakuwa tunalitilia na kulikazia macho ili tuweze kukufafanulia na kukudadavulia hapo baadaye ni kipi ambacho kinaendelea na ni kwa nini Maina Njenga ameweza kukamatwa. Na kwa kuwa nikikukumbusha kwamba hii sio mara ya kwanza Maina Njenga anakamatwa. Wakati mwingine ule tuliona kwamba aliweza kukamatwa na akapelekwa mahakamani, kufikishwa mahakamani kwa makosa au tuhuma za kupatikana na bastola na misokoto ya bangi. Kwa hivyo hili ni swala ambalo alifika pale na akaachiliwa kwa sababu alisema kwamba mahakama ilimpata bila hatia. Na kwa sasa tena tunaona kwamba Maina Njenga ameweza kukamatwa kama wanavyodai na maafisa wa polisi ambao waliweza kufurika pale nyumbani kwa babake, na hali au sababu ambayo iliyosababisha Maina Njenga kukamatwa haijajulikana ni kwa nini. Kwa hivyo hili ni swala ambalo hapa sisi tunazidi kulifuatilia kama mzalendo Kenya, tunazidi kulifuatilia ili tuweze kukufahamisha ni kipi ambacho kilitendeka, ni kipi ambacho kinazidi kufanyika na ni kipi ambacho kitatendeka. Kwa hivyo iwapo kama bado hujasubscribe, kulike, kushare, comment katika channel hii na kusiweze kuendelea kufollow ili kutufuatilia katika channel hii, na ukiwa umesubscribe ndio utakuwa umeweza kutupatia support kubwa wewe kama mtazamaji wetu. Ni hayo tu kwa sasa, mpaka wakati mwingine, kwa heri. Okay. Mimi naitwa Faith. Na kitu moja nataka kusema, nimekasirika sana. Kwa maana venye unaniona hivi ndivyo nilikuwa hapa jana tukitafuta Maina Njenga chairman. Na vile tulitoka hapa tumeenda police station mingi sana. Tumetoka huku tukaenda Kirinyaga, tukazunguka hizo police station zote, ndio saa hii tumefika hapa. Hatujalala tukitafuta Maina Njenga. Ombi letu ni moja kwa hii serikali yetu ya Kenya. Watuambie kwenye Maina Njenga yako ama wamtoe kwenye yako, kwa maana hata sisi sisi tuko na amani mingi sana. Mnaona hatujavuruga mtu, hatujauliza mtu. Ni nini wanauliza Maina Njenga cha ukweli? Ni nini
amefanya? Maina alikuwa ameenda kutembelea baba yake who is sick, mwenye hatoki kwa kitanda, na walimuona alikuja amekaa hapo for almost 3 weeks akiwa hapo. Ni nini hiyo ilifanya akuje achukuliwe kwa baba yake? Ama si haki mtu kuwa kwa mzazi wake? Kwani kwa mzazi wake kumekuwa kwa maandamano? Ama ni nini hii haswa wanafuata kwa Maina Njenga? Sisi tunataka tu kuomba ombi moja, na hatutaki kuongea mengi. Either mulete Maina Njenga ama mtuambie kwenye yako. If you're not going to tell us where he is or where about yake kwenye yako, haki ya Mungu, sijui venye tutaelewana na nyinyi serikali. Na mimi siogopi nikisema hivyo. Mtatuambia kwenye yako. Na si haki ya Mungu. Watu wanalia huko. Au ni watoto wake, au ni bibi yake. Watu hao hawajui. Walishikwa yeye na brother yake na kijana mwingine anaitwa Rekishe. Maina Njenga ni mgonjwa au jana tulikuwa tunatafuta tupeleke dawa. Amekuwa mgonjwa, hata dawa zenyewe hana, hakunywi dawa. Hatujui kama anakula. Hakuna mtu anajua ni nini anafanya. Kwani serikali imekuwa gani? Kwani Mimi ni raia wa Kenya. Na nikiwa raia wa Kenya nimekuja kumtetea Maina Njenga. Serikali hii ya William Ruto tangu juzi ilimkamata Maina Njenga kwa baba akiwa ameenda kuona baba yake, akachukuliwa na polisi, wengine wakiwa na nguo rasmi na wengine wakiwa na nguo zisizo rasmi, na mahali ambapo wamempeleka hadi sasa hivi kama familia na kama marafiki hatujui mahali Maina Njenga yuko. Tumetembea all the police stations, tumetumana karibu all police station Kenya. Swali ambao tunauliza, Maina Njenga yuko wapi? Na serikali ya Kenya, wakati mmechukua Maina Njenga, nchi hii iko na katiba ambayo inasema ya kwamba mtu akikamatwa baada ya masaa 24 apelekwe kotini. Kwa nini Maina Njenga haki yake ya kimsingi amenyimwa? Kwani Maina amefanya nini? Ni mashtaka gani hii ako nayo ambayo si bailable, ambayo hawezi pelekwa mahakamani katika Jamhuri ya Kenya? Swali la pili, kwa nini anafichwa? Yani wameficha Maina kama bangi, kwa sababu hatujui yuko wapi. Watoto wake wanalia, mke wake analia, anauliza haki yake itapatikana na njia gani? Kwa hivyo tunaomba serikali yetu na inspector wa polisi, pahali Maina yuko kwa police station yote katika Jamhuri ya Kenya, tunaomba kwa masaa 2 aweze kutolewa na statement itengenezwe na polisi, tujue Maina Njenga yuko wapi. Kama hiyo statement haitapatikana baada ya masaa 2, sisi kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya tutajijazia kwamba Maina Njenga hatima yake haijulikani, na haki kama vile ilivyo tuweze kutafuta haki nyingine ambapo tunaweza pata haki katika nchi nyingine, aidha ni ICC au mahali pengine, kwa sababu nchi hii tunashangaa, kwani sheria, kwani tumesuspend constitution ya Kenya imesuspendiwa? Tuambiwe. Asanteni sana wa Kenya.